Ebu fikiria, babu yako alikuwa maskini. Baba yako alijitahidi, lakini bado umaskini ukaendelea. Sasa uko wewe. Swali kubwa, je, utaacha watoto wako waishi maisha haya haya au utaivunja minyororo hii leo? Rafiki yangu, umaskini sio laana ya Mungu, ni mzunguko. Na huu mzunguko unaweza kuvunjwa, lakini sio kila mtu anaujua mfumo huu. Katika video hii nitakushirikisha hatua 7 za uhakika za kuvunja mzunguko wa umaskini bila theory tupu, bali mifano ya maisha halisi, saikolojia na mbinu za vitendo ambazo hazifundishwi shuleni. Kabla hatujaanza, bonyeza subscribe na notification bell kwa sababu video hii inaweza kuwa mabadiliko makubwa kwenye maisha yako ya kifedha. Tuanze safari ya uhuru wa kifedha. Hatua ya kwanza, saikolojia ya umaskini. Umaskini huanza kichwani kabla haujaonekana mfukoni. Saikolojia ya kifedha ndiyo engine inayotuendesha. Kama ulilelewa kwenye familia ambapo kila siku ulikuwa unasikia pesa ni ngumu kupata, matajiri ni wabaya, hii dunia haina nafasi kwa sisi maskini, basi subconscious mind yako imejijengea script ya uhaba, scarcity mindset. Na matokeo yake ni nini? Kila unachopata kinakimbia mikononi mwako. Ukipata shilingi, akili inasema ni bora nitumie sasa hivi kabla haijaondoka. Wakati huo huo, mtu mwenye abundance mindset anasema, hela hii ni mbegu, acha niwekeze ili yote zaidi. Hatua ya pili, elimu ya kifedha, financial literacy. Shule zinatufundisha algebra, physics na historia, lakini hazitufundishi namna ya kutengeneza, kudhibiti na kuwekeza pesa. Financial literacy ndio silaha ya kwanza kuvunja umaskini. Kutengeneza budget kila mwezi, kujua tofauti ya assets na liabilities, kuepuka madeni ya kijinga, kujua kanuni ya compound interest na rule of 72. Mfano, mtu anayepata mshahara milioni moja hana elimu ya kifedha, ananunua simu ya milioni 1. Mwingine anaelewa, anawekeza nusu, anabaki na nusu kwa matumizi. Baada ya miaka michache, mmoja yuko kwenye madeni, mwingine amejenga mtaji. Lakini elimu peke yake haitoshi. Kuna kitu kingine kinachoamua kama elimu hiyo itageuka pesa au itabaki vitabuni. Hatua ya tatu, tabia ndogo ndogo, habits. Ukiwa na saikolojia plus elimu ni sawa na 0 kama tabia zako hazibadiliki. Siri ya kutoka umaskini ni tabia ndogo ndogo. Kuandika budget kila mwezi, kusave kila siku hata shilingi 1000, kuepuka impulse buying, kuishi chini ya kipato. Tabia ndogo ndogo ndizo zinazojenga mabadiliko makubwa ya kifedha. Hatua ya 4, uchumi wa mazingira. Wewe ni wastani wa watu 5 unaokaa nao kila siku. Ukiwa na watu wanakulalamikia pesa kila mara, mindset yako inakufa. Ukiwa na watu wanatumia hela vibaya, unaiga. Lakini ukikaa na watu wenye vision kubwa, akili yako inaanza kufikiria kwa ukubwa. Badilisha environment yako. Soma vitabu, tafuta mentors, tafuta content za kujenga mindset. Mfano hii channel. Hatua ya 5, vyanzo vya mapato zaidi ya kimoja, multiple income streams. Hakuna tajiri anayetegemea mshahara mmoja. Hakuna. Watu maskini ni kuwa na chanzo cha kipato kimoja. Watu waliovunja mzunguko wana vyanzo viwili au zaidi vya kuwaingizia kipato, multiple streams of income. Mfano wa vyanzo vya kipato: side hustles, yani biashara ndogo; freelancing; digital skills, yani content creation, design, online marketing; uwekezaji, yani mashamba, stocks, crypto. Disclaimer, sio financial advice. Passive income, yani rentals, digital products. Hatua ya 6, kudhibiti hofu na delayed gratification. Kwa nini watu wengi wanabaki maskini? Kwa sababu wanaogopa kuchukua hatua. Maskini anaogopa kuwekeza, nitapoteza. Tajiri anasema, nikipoteza, nimejifunza. Halafu kuna kitu kinaitwa delayed gratification, kuchelewesha starehe ya sasa kwa ajili ya kesho. Challenge kwako, andika kitu kimoja cha starehe utakachokikata leo na uweke pesa hiyo kwenye uwekezaji au akiba. Hatua ya 7, kuandaa vizazi, legacy and future generation. Kuvunja mzunguko wa umaskini sio tu kwa ajili yako, bali kwa vizazi vijavyo. Ukitengeneza mtaji, ukawekeza, ukaacha elimu na mali, watoto wako hawataanza maisha sifuri, wataanzia pale ulipoishia. Rafiki yangu,
Umaskini sio urithi, ni mzunguko. Saikolojia yako, elimu ya kifedha, tabia zako, marafiki zako, vyanzo vya kipato, kudhibiti hofu na kuandaa vizazi. Hivi ndivyo silaha zako. Kama video hii imekupa mwanga, bonyeza like, share na rafiki mmoja na usisahau kusubscribe Fikra Chanya. Andika pia comment, ninavunja mzunguko sasa, ili tujenge movement ya pamoja. Kumbuka, kizazi chako kinasubiri wewe uvunje minyororo. Utaanza lini? Leo.